Je, unakumbuka ulikuwa wapi siku ile Tanzania ilisimama kwa mshangao? Siku ambayo mamilioni ya Watanzania walipokea habari ambayo hawakutaka kuisikia kabisa. Habari ya aliyokuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania John Pombe Magufuli. Karibu Nunda TV 19. Leo tunakuletea simulizi ya huzuni, simulizi iliyogusa mioyo ya mamilioni ya watu, simulizi ya safari ya mwisho ya mtu ambaye jina lake lilibaki kwenye historia ya Tanzania. Ilikuwa ni mapema mnamo Machi 17 mwaka 2021. Watanzania wengi walikuwa kwenye shughuli zao za kawaida. Hakuna aliyedhani kuwa usiku huo taifa lingetikiswa na taarifa nzito kiasi hicho. Baada ya siku kadhaa za sintofahamu kuhusu hali ya afya ya rais, makamu wa rais wakati huo Samia Suluhu Hassan alijitokeza kwenye televisheni ya taifa na kutoa tangazo lililobadilisha historia ya Tanzania. Kwa sauti ya huzuni alisema kuwa Rais John Pombe Magufuli amefariki dunia akiwa na umri wa miaka 61. Dakika chache baadaye, baada ya tangazo hilo, nchi nzima iligubikwa na simanzi. Watu walibubujikwa na machozi, wengine walikaa kimya wakitazamana, wengine wakitazama televisheni bila kuamini walichokuwa wamekisikia. Mitandao ya kijamii ilijaa ujumbe wa maombolezo, bendera zikashushwa nusu mlingoti, Tanzania ikaingia kwenye siku ya majonzi. Katika miji mbalimbali watu walikusanyika kujadiliana kuhusu maisha ya uongozi wa Magufuli. Wapo waliomkumbuka kama kiongozi mwenye msimamo mkali wa kazi. Wapo waliomkumbuka kwa miradi mikubwa ya maendeleo. Lakini siku hizo za maombolezo zilikuwa ni tofauti na siku zingine zote. Ni siku ambazo zilikuwa zimefunikwa na huzuni kubwa. Kilichobaki ni majonzi ya kumuaga rais wao. Mwili wa rais ulisafirishwa katika maeneo mbalimbali ili wananchi wapate nafasi ya kutoa heshima zao za mwisho. Maelfu ya wananchi walijitokeza, wengine walikesha usiku kucha kwenye foleni. Wazee walilia, wanawake walilia, vijana walilia. Baadhi walishindwa kujizuia na kupiga kelele za majonzi walipouona msafara wa mwisho ukipita mbele yao. Katika uwanja wa Uhuru jijini Dar es Salaam, umati mkubwa wa watu ulifurika kutoa heshima zao za mwisho. Mioyo ya wengi ilivunjika walipoona jeneza rais likiwa limezungukwa na walinzi wa heshima. Walinzi hao kutoka Jeshi la Wananchi wa Tanzania. Kadri siku zilivyopita, safari ya mwisho ya Rais Magufuli iliendelea kuelekea Dodoma. Viongozi mbalimbali wa Afrika walifika kushiriki katika mazishi yake ya kitaifa. Hotuba za rambirambi zilisikika, sala zilifanyika, machozi yaliendelea kutiririka. Wengi walikiri kuwa walikuwa wanashuhudia moja ya matukio makubwa ya kihistoria zaidi katika taifa la Tanzania. Lakini sehemu iliyogusa watu wengi zaidi ilikuwa safari ya kuelekea Chato, nyumbani kwake, mahali ambapo angepumzika milele. Maelfu ya wananchi walijaa kando kando ya barabara, walikuwa wakisubiri kuona kwa mara ya mwisho msafara wa mtu ambaye kwa miaka mingi alikuwa kiongozi wao. Wengine waliinua mikono yao hewani, wengine walilia kwa sauti, na wengine walibaki kimya kabisa huku machozi yakitiririka. Hatimaye siku ya mazishi ikafika. Katika ardhi ya Chato ndipo safari ya duniani ya Dr. John Pombe Magufuli ilipofikia mwisho. Jeneza lilishushwa taratibu, sala zikafanyika, machozi yakazidi, na Tanzania ikamuaga rasmi mmoja wa marais wake waliotikisa historia ya Tanzania. Miaka inaweza kupita, viongozi wanaweza kubadilika, lakini kumbukumbu ya Machi 2021 itaendelea kubaki kwenye mioyo ya mamilioni ya Watanzania. Ilikuwa ni siku ya huzuni, siku ya majonzi, siku ambayo taifa lilisimama kwa ukimya na kumuaga rais wake. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Amina. Hii ni Nunda TV 19. Usisahau kufollow, kulike na kushare kwa simulizi zingine za historia na matukio yaliyogusa dunia.